Hallelujah. Let us clap to Jesus. Hata mimi si mwalimu leo, I'm not the teacher for today. Our teacher ako mbali kidogo lakini atafika. So tunashukuru Mungu sana 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 for this Bible study. It began small but gradually tunaona we can see the fruits that are born out of this fellowship. Hallelujah. You and I, from when it started, can attest that at least you've grown a little. Kuna wenye wamekuja katika do we have any today? Wenye wamekuja katika, or maybe wenye hawajakuwa na sisi from the beginning. Hallelujah, let us clap to Jesus. So for those wenye hawakuanza na sisi, just a small background to give you a small background. The Lord helped our overseer Kiruko, na akaona there is need for us to endeavor to delve into the scriptures so that our knowledge of God can increase. We may be able kujua Mungu zaidi by looking into his word and what his word says. Si ni kweli? So that is how it began. It began as a small forum ya watu wachache. Then ultimately Mungu akatusaidia. Some of us were drawn to the idea and we took interest, and out of that is where the abundance of the fruit that wamekaa hapa came from. Mungu was able to establish this as a fellowship now, and the Lord has sustained it from last year to now, and we are still going strong. Bwana Yesu asifiwe. So take it in its stride. Chukulia it with its gravity. Don't assume you're wasting time. To be found in such a fellowship is very important. Personally, I have been able to put together a lot of sermons that had been preached earlier. There are some aspects about certain sermons that I was not understanding. But out of this fellowship, sasa nimeanza kuelewa various things. Na I'm sure pia nyinyi, you and I, to a large extent, iko hivyo. Saa ingine unaweza kuwa kwa Bible study, then lunch hour, mhubiri anahubiri kitu na unaunganisha. Ama Bible study. Si ni kweli? Hata Bwana akihubiri, si ndio? So tunashukuru Mungu for this time he has given us to seek him by looking into his word. So let us not take it for granted. I thank God so much for all of you that have been found here today. It's a sacrifice. Unajua kuanzisha kitu si rahisi. It's easy to start something. But to sustain that fire, kueka kuni, kuchochea hiyo moto izidi ikiwaka, that is where the job is. And we thank God because the effect of this fellowship has not been limited to just us. There are also online people who follow it. Others, I realize there are some who also follow it even up to abroad. So there is something good that the Lord is doing amongst us, and we ought to thank God. And it should be our endeavor to make this fellowship not to die. Don't forsake the fellowship of brethren. Even if it's just 2 people, let us strive to be consistent. God is looking for consistency. Otherwise, ukipatikana leo, and then after 6 months, then you show up again arbitrarily. If the Messiah comes, he is looking for that consistent person. Mwenye will keep on knocking. Anajua ndapata huyo mtu hapa. Nikienda, you remember like the person who was crippled at the pool of Bethesda for 38 years. 38 years. Hapo. And every other time the angel used to come, stir the pool, he was unable to. But on the 38th year, because of the consistency, because he was always there, he never gave up. Finally, Bwana akamkumbuka. So hata sisi, pole nime-deviate kidogo off course. But even as I just want to encourage us, please don't give up. Don't give up fellowshipping with brethren.
kujeni, and for those of you who are able to invite people, invite many people, so that kwa mapenzi ya Mungu hii fellowship ijae mpaka tuanze kufanyia showground. Si ni kweli? Hallelujah. So we thank God so much for this fellowship. And Pastor Moses ameniambia mmekuwa mkifanya synopsis tu kidogo, background ya Exodus chapter 30. Si ni kweli? I think nimesikia mkiguzia kuhusu incense. The incense and the altar. The altar of incense and the basin of washing. Si ni kweli? Overseer, the last time aliguzia akasema we need to talk about the Sabbath. And that is what I believe we need to look into leo, based on what the little that God will enable us to bring forth. Tuone what is it about the Sabbath. Although I'm happy nimeona mwalimu wetu amekuja, but nitafanya tu utangulizi, he will take it up from here. Bwana Yesu asifiwe. So the aspect of the Sabbath ni kitu, it's a very heated subject. Bwana Yesu asifiwe. Most people associate that Sabbath with a day. Siku fulani ndio siku ya Sabbath, ndio siku ya Sabato. So that's why I am saying it's a heated topic of conversation. But I believe when you read the scriptures, there is a broader definition of the Sabbath day. Yeah, what that Sabbath means. Because I remember in one of the scriptures, Yesu aliuliza the Jews, was the Sabbath created for man or man for the Sabbath? Hallelujah. Was that day created for man or man for that day? Was the Sabbath created for man? Ama man was created for the Sabbath? Man was created for the Sabbath. When you those who wanna affirm that man was created for the Sabbath and the Sabbath was created for man. Kuna wenye wamesema A, kuna wenye wamesema B, kuna wenye wako hapo tu. Sasa sijui what the answer is. Let me repeat. Was the Sabbath created for man or man for the Sabbath? Those who are saying Sabbath for man, mkono juu. Those who are saying man for Sabbath. Peterson, wewe hauna jibu? It's just as plain as that. Hiyo siku iliumbwa juu ya binadamu ama binadamu aliumbwa juu ya hiyo siku? Binadamu aliumbwa juu ya hiyo siku. Very good. Wenye wanakubaliana na so far wawili wamesema man was created for the Sabbath. How many? Sabbath was created for man. My sister in yellow, jibu yako ni gani? Hauna jibu? Hapana. This is a group discussion. It's a class. Na class inatakanga universal participation. Si ni kweli? There are no points for failing. Huh? Oh, umeelewa swali yenye nimeuliza? Very well. Kuna mtu hajaelewa? So hakuna, there are no points for failing. There are no points for guessing. So you just guess one. Man was created for Sabbath. Majority wanasema the Sabbath day was created for. And hata mimi I tend to agree with that. Because every creation was created by God and man was given dominion over. Everything that was created by man, man was given dominion over, including that Sabbath day. Unaona? So it was created so that it can be observed by man. But it was not, man was not created
to be observing the Sabbath. Munapata? Unaona? It was something that was created to enable man fulfill the law. But that day in itself is not the law. Munaelewa? It was part of what God established to help man understand what sheria anafaa kufanya. But that day was not created for man. It was not the embodiment of the law. Mumepata? Hallelujah. And that's why that day was created so that man can observe it. The purpose for which man was created was not to solely establish a particular day. Unaipata? Umeelewa? So that's why in Genesis chapter 2 verse 2. Mtu anisomee hiyo. Genesis chapter 2 verse 2. Mwalimu karibu sana. Hallelujah. By the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested from all his work. Hallelujah. By the seventh day, God completed the work he had been. Hallelujah. Once he had affirmed that everything was perfect, what he had done, by the seventh day, Biblia inasema? Yeah? He rested. So my question is, was God exhausted? Mungu alikuwa amechoka? Why did he need to rest? Hallelujah. Was he exhausted from creating the universe? But he established that everything he had created was good. After realizing that everything he had created was good, by the seventh day, he rested. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. So that can only mean he was setting a particular precedent for man. Hallelujah. So ukisoma Exodus chapter 20, very briefly before ni invite mwalimu, Exodus chapter 20 verse 8, mtu anisomee hiyo. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Mpaka 12. Soma mpaka 12. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your sons or daughter, nor your male or female servant, nor your animal, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Hallelujah. Biblia inasema for 6 days God created everything, but then on the seventh day he rested. And so God is using that precedent, anawaambia just like God rested after 6 days of creating the universe, nyinyi pia, you are supposed to take that as an example. In Exodus chapter 28. Kweli? Si tumeona after having achieved perfection from creation, he rested. Sivyo ndio Biblia inasema? Deuteronomy 5 verse 12. Deuteronomy 5:12 it says, observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or your daughter, nor your male or female servant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor any foreigner residing in your towns, so that your male and female servants may rest as you do. Remember that you were slaves in Egypt,
and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore the Lord your God has commanded you observe the Sabbath day. Hallelujah. Sasa, I want you to look at the contrast. In Exodus chapter 20, sorry, he first of all establishes the precedent. Anawaambia, after God worked for 6 days and he saw everything he had created was good, after he achieved perfection for everything he had done, he rested. Si ni kweli? Now in Deuteronomy anawakumbusha, remember you were slaves in Egypt. Kumbukeni mulikuwa watumwa wapi? That is why you need to rest from slavery ya wapi? But beforehand alikuwa anawaambia, after God had achieved perfection, that is when he, Bwana Yesu asifiwe. But now in Deuteronomy anawakumbusha, kumbukeni mulikuwa matekwa, you were slaves, then you didn't have rest. Mulikuwa mnafanya kazi as much as your masters walitaka mfanye. So because now you have been set free, kumbukeni that at the back of your mind and make sure on the 7th day you, Bwana Yesu asifiwe. So what rest is this he is talking about? Kuna mtu yote, am I moving too fast? Are you beginning to see where I'm headed? Bwana Yesu asifiwe. Although mwalimu ataput, me I'm just laying a foundation kidogo, then mwalimu will lay gravity. But basically, the Lord was introducing himself to Israelites. Bwana Yesu asifiwe. When you read the book of Hebrews chapter number 10, you know Exodus basically was a foreshadowing, not Exodus, the Old Testament was a foreshadowing of what was to come, of the Messiah basically. So when you read the book of Hebrews chapter number 10, verse 1, inasema nini, Esther? Hebrews 10:1, it says, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly, year after year, For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. Hallelujah. Biblia inasema, the law is only a foreshadowing of the good things that are to come. Initially, when Israelites were given the 10 commandments, the Sabbath was among them. Si ni kweli? The Sabbath day was among what they needed to fulfill. Si ni kweli? And anybody who did not do that, Biblia ilikuwa inasema, if this person alifanya dhambi unintentionally, a goat or a ram was to be offered as a substitute every single year. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Are we together? Is everybody following? A sacrifice was to be offered, a physical sacrifice, every single year to atone for the sin of this person who sinned unintentionally. But for anybody who sinned willfully, they were to be stoned to death. An example is in Numbers chapter number 15. Wakati there is somebody mwenye alipatikana akiokota kuni. I think Numbers 15 verse 31. Alipatikana akiokota kuni on the day of the Sabbath. And the Lord instructed Moses that this person should be stoned to death because he broke the Sabbath day willfully. Sindikuli, knowingly. He broke the Sabbath day. He broke the law. But then in Hebrews, tunaona Hebrews chapter 10 verse 1, Biblia inasema, even though
hizi sheria ziliwekwa, there were so many laws yenye the Jews needed to follow, to fulfill. So by lawfully, it was very difficult for them. Hallelujah. So that is why Biblia inasema the law, it is just a foreshadowing of what was to come. Ebu somebody nisome tena hiyo Hebrews chapter 10 verse 1 so that I don't paraphrase what is not there. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. Hallelujah. The law is only a foreshadowing of the good things that are to. Hallelujah. Not a reality of those things themselves. Sini kweli? So these laws ambazo waliambiwa, the ones, the 10 commandments that they were supposed to upkeep, they were supposed to point them to the Messiah. Hallelujah. And that's why God introduces first, penye tulisoma Exodus chapter 20, anawaambia kumbukeni, after God had achieved perfection, then he did what? Bwana Yesu asifiwe. After God had created the whole universe, kumbukeni hiyo, msisahau wa Israeli. Then mfanye nini? You rest like he rested. Si ni kweli? So now in the New Testament, Biblia tumeona inasema that law was a fulfillment of what was to. Hallelujah. So let us see what was to come. Nisome hiyo Hebrews chapter 10 verse 12. Najua ni ngumu kidogo but mtaelewa. Verse 12. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. And since that time, he waits for his enemies to be made his footstool. Hallelujah. Hapo. Amen. Once this high priest had offered the perfect sacrifice, once and for all, he did what? He sat down at the right hand of God. He rested. Nani anaelewa? Up to that, nani anaelewa? Biblia in Hebrews chapter 10 verse 1 imesema ile kuobserve, in their endeavor kuobserve sheria, wana Israeli walikuwa every single year wanaenda na mwana kondoo kusacrifice. Si ni kweli? But then Yesu anawaambia hiyo mambo yote was not a reality of what was to come. It was just a foreshadowing. It is not the actual reality. But then anakuja in verse 12 anasema, now this is the actual reality. When Jesus Christ had offered the ultimate sacrifice, when he offered himself, he saw that it was the only sacrifice capable of making you and I perfect. That was the perfect sacrifice. In Hebrews chapter 10 verse 12. Once he had offered that, he did what? He rested in the presence at the right hand of God the Father, knowing he had offered the ultimate sacrifice that you and I need to achieve perfection. Bwana Yesu asifiwe. Mumelewa? Is it making sense? Tunaelewa up to there? So he was telling them, now, sasa from now on, it's not about a single day. He was now pointing them to Matthew chapter number, I think 28. Now come to me, all you who labor, and I will give you, because I have offered the sacrifice, the perfect sacrifice, just like I rested in Exodus. When Exodus chapter 20 inasema, after he saw everything he had created was good, he rested. Sini kweli? But now in Hebrews chapter 10 verse 12 anasema, once he had
done the most perfect sacrifice. He did what? So he is calling you and I to partake of that sacrifice. There can never be rest minus that sacrifice. Munanipata? Hallelujah. Is it inakuwa ngumu kidogo? He's saying, basically anasema, you can never rest until you have partaken of that sacrifice in Hebrews chapter 10 verse 12. Only once you have partaken of it do you get sasa the mandate to sit down with God the Father. Just like Jesus did after having offered the perfect sacrifice. Because that sacrifice is what enables somebody to reproduce now what is found in Galatians chapter 5 verse 22 onwards. That sacrifice is what makes somebody perfect. That is what makes you rest. Hallelujah. So the rest he was talking about, that's why I was asking you, when God created the universe, did he rest out of exhaustion? Alichoka ndio akapumzika. So the rest he's talking about is not haiko defined by revolution ya the earth, by the rotation of the earth. Siyo ndio ina cause day and night? Hapana. It is now a daily routine where every single day, and that's why ukisoma in Hebrews chapter number 4, now Hebrews chapter number 4 explains it even further. Hebrews chapter number 4 verse 1. Sijui kwa nini leo naona ni kama it's a bit difficult. Inakuwa ngumu kidogo. Huh? He rested, ni kweli, but now you can never worship him minus perfection. You know God wants a perfect worship. Ndio nasema, he rested that this creation you kweli can worship him. But he demands a perfect worship. Unaona? So for you to bring forth perfect worship, he has to make you perfect yourself. Na ndio maana tumesoma Hebrews chapter number 10 verse 12. That only after he had offered that ultimate sacrifice did he sit down. Alikaa chini, knowing nothing else can be done beyond this. There is no, hakuna mwanakondo mwingine ataletwa higher than the sacrifice he had offered. Only after partaking of the sacrifice he has done shall you rest from the slavery in Egypt yenye tulisoma in Exodus chapter number 5. So alikuwa anawaambia, kumbukeni mkikuwa kwa dunia mlikuwa mnatumikia dunia, and therefore come and partake of the rest of God so that you may have eternal rest. Bwana Yesu asifiwe. Because if you remain in Egypt, you are in eternal captivity, eternal death. So Hebrews chapter number 4, very fast as I welcome Mwalimu. Hebrews 4:1, it says, therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they had was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Now we who have believed enter that rest, just as God has said. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Hallelujah. All those who believe enter what? I don't know kama ni hiyo inaendaga inasema that now that rest is the Sabbath. Kuna mahali there is a place where he goes ahead. You can Hebrews chapter 3. And he defines that rest as being now the Sabbath, the true Sabbath. It's verse 4. For somewhere he has spoken about the seventh day in those words, on the seventh day, God rested from all his work. And again, the passage above, he says, they shall never enter my rest.
Hallelujah. There is a place, sikumbuki exactly ni wapi, whether ni hiyo ama ni Hebrews chapter 3. Inasema wakati he swore in his wrath. 4 verse 8. Hebu soma 4 verse 8. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Hallelujah. The Bible says that wale wana Israeli hapo, yani basically if I am to summarize that, they never grasped the true concept. In your own free time, you will read Romans chapter 9 and chapter 10. You will see. The Bible says these people never grasped the foreshadowing, what the Lord was pointing them to. They were so intent on observing the law that they missed the mark. But he now tells them there now exists a true Sabbath for those who by faith accept Jesus Christ. That is, yani basically nime summarize what Hebrews chapter 4 is saying. These ones failed to observe it by law. And that's why God was angry, akasema, out of my own wrath, because wamekataa kufuata sheria zenye niliwapatia, they shall never enter my rest. Hallelujah. And Hebrews chapter 2 verse 3 inasemanga, how then shall you escape? Inasemanga, how shall we escape what? The great salvation, kitu kama hiyo. How then can we escape something kitu kama hiyo? How then shall we escape a salvation that has been Hallelujah. So the Bible is saying, unakumbuka ule mtu mwenye nilimention in Numbers chapter 15, mwenye alipatikana akisanya kuni? That person deliberately broke the law and was subject to death, to be stoned to death. But then now the Bible hapa inasema, how then shall you escape if you ignore so great a salvation that was established to you through miracles, signs, and hallelujah. So the Lord is strengthening Hebrews chapter 4 by saying, there is no possible way. If these people died for breaking the law, wewe ukiona baby Shalina kitembea, it is supposed to help you enter the true Sabbath. Yenye imesema hapo Hebrews chapter 4 verse 8. Hallelujah. So anyway, najua wengi wenyu mtafloat, but I believe there is one aspect yenye nimesema yenye somebody anaweza grasp. It is something that needs, because siwezi, you need to first give the background of what was happening for you to connect. Lakini because of time, kuna mwalimu wetu hapa anajuanga sana kusummarize. Mimi ninafunzanga kutoka mbali so that you come and get the concept. But I believe kuna mtu ameshika kitu. Hallelujah. You know, I can see from your faces ni kama inawapita kidogo. But basically know this. The true Sabbath is Jesus Christ. That is why in Exodus chapter 20, anawakumbusha, remember after I have achieved perfection, I rested on the seventh day. In Hebrews chapter 10 verse 12, anasema, now after Jesus offered the perfect sacrifice, only then did he sit down at the right hand of God. Meaning, after offering that perfect sacrifice, only then did he rest from his labors. Sini kweli? Because he labored too much to deliver you and I. So for you and me, it is only partaking of that sacrifice that will make you rest, that will perfect you. In accordance to Galatians chapter 5 verse 22. Because you and I, sahi, even if we decide to observe
a single day by the law, you will still be guilty. Hallelujah. Because only the Spirit of God, the Bible says it is only the Spirit of God. No one knows the mind of the Father apart from the Spirit of He who lives in Him. So it is only the Spirit of God that can perfect you to understand how He intends for you to produce fruit. Si ni kweli? So it is only by partaking of this true lamb, or partaking of this sacrifice that was offered once and for all, do you now rest? Sijui kama munanipata. Karibu mwalimu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunasikia rest. Sasa tu rest. Bwana asifiwe. Sindio? Hallelujah. Nashukuru Mungu sana. Thank you so much for your foundation. Probably I just build up on what he has said. Ni vizuri sana. We are talking about the Sabbath. It's good that we understand. Na the first verse ambayo ameanza nayo ni hiyo Genesis chapter 2 from verse number 2 to verse number 3. It's good we understand the meaning of Sabbath. Number 1, najua probably ameelezea, but when we repeat it, huwa ina sync vizuri, si ndio? So what does Sabbath mean? Na tuanze the Old Testament, then we'll go through until the New Testament, so that you can have a wide understanding. Bwana asifiwe. So you see, Sabbath, the word Sabbath originate from the Hebrew word. It means Shabbat, which means number 1, to cease or to rest. So the word Sabbath inamaanisha from the Hebrew, it may originate from Hebrew, inamaanisha Shabbat, which means to cease or to rest. To cease, kuacha. So these are two distinct things. Number 1 is to cease. Kucease ni ile mewacha, and then kuna or to rest. So si ati juu umechoka. Unaona? Yani you have ceased. Kucease tu umefanya kitu ambayo unaona hata tu niache. And then number 2 unasema hata nipumzi, to cease or to rest. So we find here number 1 tunapata about the Sabbath. Ukiangalia Genesis chapter 2 from verse number 2 to verse number 3, all of us we know very well about the Sabbath. Ile Mungu ya kwamba alicreate na akasema ya kwamba on the Sabbath, 7th day God rested. It doesn't mean that God got tired. Tunajua in Isaiah chapter 40 it talks about God ya kwamba yeye achoki, is in spirit. So it means ya kwamba everything that he wanted to create alikuwa amefanya nini? Amemaliza. So on the Sabbath day he rested. Na tunaona when was man created? So the first day of man ilikuwa nataka tupate hiyo. Man was created on the 6th day. So the first day of man kuishi ilikuwa gani? It was the 7th day. So na unaona hapo the command yenye Mungu alipea mwanadamu. Alimwambia kwamba he should work and toil in the garden. No. Hakuwekwa tu pale akae. He was told to work and toil. But you see sasa after hiyo command alipewa before aanze kazi, unaona Biblia inasema kwamba the first day yake ilikuwa rest. Bwana asifiwe. That was to tell man something. Ya kwamba God comes first. Sindo? Because it's a day nyamba atapumzika and akuwe na communion na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Then we continue. Then unapata ya kwamba from Genesis hatupati the word Sabbath tena. Hata when ukiangalia like Abraham aliobserve Sabbath. Mniambie. Are we told? Is there anywhere he says that Abraham observed Sabbath? Tunapata now after the Israelites, now they coming out of slavery in Egypt, then that's when we hear about Sabbath. So, and you see Abraham observed Sabbath, but yet the Bible refers him as a righteous man. Kweli uongo? Sindio? But you don't hear anywhere ambapo ati Abraham he observed Sabbath. But the Bible says that Abraham was because of his faith in God, he was counted as a righteous man. So tunakuja nao Exodus ambapo tulisoma sasa tunaona the laws ambao Mungu alipea the Israelites.
na tulisoma extensively about the book of Exodus, na tukaona Exodus chapter 20. One of the laws ambayo Mungu anapea the Israelites is concerning the Sabbath. And he talks to them na anawaambia kwamba they should keep that day holy. Sindo? Hata when we see when God was bringing manna from heaven, they were supposed to collect twice on the 6th day, so that on the 7th day they were supposed to rest. So Mungu alikuwa ameset that day apart. Bwana asifiwe. It was a special day. And the purpose is ni ya kwamba all these days, for example, the 6 days they had been working. Sindo? So the 7th day Mungu alitamani ya kwamba akuwe na fellowship. All these things ilikuwa aimed ya kwamba God always wanted that attention from man. Sindo? Akuwe na fellowship with man, because God yearns for that fellowship with man. Ever since the fall in the Garden of Eden, unapata ya kwamba God used to come in the cool of the day na ana fellowship na mwanadamu. Bwana asifiwe. So he has always wanted to have time with man, so that man may worship Jehovah. We were created to worship God. Bwana asifiwe. So God set Sabbath ya kwamba that is a day ile ya physical rest. Sindo? It's a physical rest, but as well ni siku ambao unapumzika physically, you're not working, but at the same time that is the time ya kwamba you do what? You are seeking the Lord. Tumepatana hadi hapo? Sindo? And then there were rules concerning the Sabbath. So tuende hapo, sindo? So I'm just building up so that mpate kuelewa. Na one of the rules ni ile alisoma kwa Deuteronomy chapter number 5 from verse number 12. Yenye amewambia kwamba wakumbuke hiyo siku how they were rescued from Egypt, na sasa wakaletwa so that they do what? They worship the Lord. So na anasema kwamba it was their day of rest. Hata punda zao, hata nini zao hazingestahili kufanya nini? Kufanya anything, sindo? So those were the rules of Sabbath. And they were supposed to keep the Sabbath holy. Now, if, for example, now, if you never kept the Sabbath holy, what happened to you? Sindo? That is a question maybe mtu. Because ukiangalia in the Old Testament, any disobedience to the law of God ilikuwa inakuwa met with death. Sindo? In the Old Testament, mtu alikuwa akifanya usharati apatikana na uli. But what about the New Testament? Mara ngapi watu wamepata na usharati? Wameuliwa? Si wanaishi tu na wako huku na wanatembea. Wanasifiwe. Because Christ brought grace, sindo? Yes, he brought grace. Alileta grace. But in the Old Testament ilikuwa ukifanya hii. Unaona? So that's why ukasikia amesema ya kwamba in Numbers chapter 15 there was a man ambaye aliviolate the Sabbath. Yet God had said that day has been set apart for me. Ya kwamba keep it holy. So huyu mtu alienda akacollect, ilikuwa ni miti kuni. Bwana asifiwe. For you ungekaa uangalie useme na Mungu hapo. Unajua that's why the others wanaona wanasema Mungu na sasa hata hapo mtu ametoka ameenda kutafutia jamii. Sasa kwake hakungekuliwa hiyo siku. Hata ukiangalia ametoka kwa maybe na nini, but it was on a Sabbath. And yet God has said nothing should be done on a Sabbath. Yeah, ameenda collect kuni. Hii kuni alikuwa na collect, it was for a purpose. Probably the family needed it. That's why alienda nje, sindo? To collect for the family. But you see now, wakati Musa alipata information, kuuliza Mungu akajibu akasema that man should be put to death. Na aliuliwa. So the violation of breaking the Sabbath ilikuwa kwamba you are put to death. It was so serious before God. Bwana Yesu asifiwe. It was so serious before God. That's why walikuwa naichukulia na uzito sana, the Pharisees, the Sadducees. Ndio tutaona in the New Testament sasa. Unapata kugundua ya kwamba wakati Yesu Kristo at one point, just paraphrasing to summarize because of time, when one day Christ alikuwa anatembea na his disciples kwa shamba ya ngano. Then the disciples wakafanya nini? Wakachukua the corns, wanasugua, wanakula. So ikuendea vizuri, wakasema hapana, hao watu wanafanya nini? It is on a Sabbath. Wanavunja sheria. It ought not to be so. Ndio? And then there's a day also, Yesu akaponya somebody ambaye alikuwa na withered hand. And it was on a Sabbath. And then you realize ya kwamba
kwa the command ya Sabbath Mungu alipewa wana wa Israeli, hawa walikuja wakajiongezea vitu zao. Bwana Yesu asifiwe. Walikuja wakajiongezea vitu zao. Bwana asifiwe sana. Sababu Biblia hata inasema in the New Testament, the commands of the Lord, they are not burdensome. Si kweli? Basi sasa hawa walikuja wakaongeza vitu zingine, so ikakuwa ni mzigo kwa watu. Si ndio? So number one, nataka mpate until that point. What is the Sabbath? It means to cease or to rest. Si ndio? And then tukakuja tukaona ya kwamba the instructions in Exodus chapter 20 ilipatiwa to the children of Israel that they should keep the Sabbath day holy. Si ndio? And then the third thing we have said ni ya kwamba about the violation of the Sabbath. Ya kwamba Mungu alisema ya kwamba when you violate the Sabbath, wewe ulikuwa unauliwa. Si ndio? Ilikuwa one way ya Mungu kuoneshana ya kwamba he so much treasured the Sabbath. Bwana asifiwe. And remember what Pastor amesema ya kwamba that these things, they were just a foreshadow of the things to come. Si ndio? It was a foreshadow of the things to come. Bwana Yesu asifiwe. So in a nutshell, so also when you read andika hii instruction for Sabbath, nataka tu ni wanini mtaelewa tu. In the next God willing, naomba Roho Bwana wasaidie, in the next 20 minutes mtakuwa umeshika the whole nini about the Sabbath. Haitawachanganya tena. Na maybe when you meet somebody wa kanisa lile lingine, tulisema tukiwa mtandao tunasema lile lingine. Si ndio? Hatutaji data protection, tunasema lile lingi. Akipatana na wewe akuambie nyinyi mnaabudu hii siku, si tunaabudu hii siku. Bwana asifiwe. All these things, all these answers ziko kwa Biblia. Hata you won't waste your time. Na ikishindikana kabisa, namwambia summary Hebrews 12:14. Let us just make effort, ndugu yangu. Tuishi tu kwa amani na utakatifu. Bila hiyo hakuna mtu ataona Yesu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Argument zingine hata zikuwa necessary. Bwana amesummarize kila kitu, si ndio? So instruction for Sabbath number 1, ukisoma Exodus 31 verse number 12 to verse number 17, napata ya kwamba it talks about the Sabbath, the instruction to keep the Sabbath of the Lord. Exodus chapter 31 from verse number 12 to verse number 24. And also, is it Numbers 15? Mimi naona hapa kani nime confused. It's supposed to be Numbers 15. Huyu mwenye aliuliwa. Yes, Numbers 15:32. The violation, ukikosa keep the Sabbath, niliandika hapo Exodus, but in my mind najua kwamba it is number 15. Then unapata ya kwamba that law ya Sabbath ilikuwa ina apply every 7th year. Mungu aliwaambia kwamba the land was supposed to have Sabbath. Si ndio? Na pia kuna nini about tuliongea last time in Exodus chapter 21 about slaves. Mnakumbuka? Si ndio? Nakumbuka about slaves. Ile for example, unajua kitambo vile ilikuwa inafanyika, for example your family ilikuwa maybe iko na deni kubwa sana na mnashindwa kulipa. Mlikuwa na deni ya mtu, si ndio? For example, seme ndugu yangu hapa ako na deni yangu na ashindwe kulipa. So what used to happen ni sasa yeye because ameshindwa kulipa, alikuwa anakuja kwangu, wote pamoja na familia yake wananifanyia kazi. Kama hiyo deni ilikuwa 10 million, maybe mshahara yao ni kwa month ni ngapi? 5,000. Kila mmoja kwa familia yao kwa watu wangapi? 50. Tuseme 50. So ni kama 250,000 a month. So kila mwezi siwapatii kitu, ni kukula tu. Until sasa wanifanyie kazi until hiyo deni ifanye nini? Unaona? So ulikuwa unaenda unakaa pale, you serve there. Biblia inasema kwamba ulikuwa ukikaa na slave for 6 years. Hapo mjesahau. On the 7th year, it was the year of Jubilee. Alikuwa na supposed kuwa released. Bwana asifiwe. For working as a slave for 6 years. Not unless ye mwenyewe amue ya kwamba hapana, mimi I love my master. Sijui kama nyinyi mmesahau hiyo.
nilishika vizuri. Aseme mimi napenda huu master wangu, tumekaa na yeye. Labda huyo master ametreat huyo slave wake mzuri. Kila jioni labda anatreatiwa kuku hapo mzuri, kuku choma, nini choma, mbuzi choma, hamistreat. Ona, aka hivi aseme sasa ni ukweli mimi nimefanya nini? Me I'm not going anywhere. But sheria ilikuwa inasema that 7th year you are supposed to be set free. But on a occasion whereby useme ya kwamba for me I don't want to go, me I love my master, I want to stay. So angeita watu waseme okay, huyu slave wangu amesema kwamba yeye aendi, amechagua kwamba mimi wacha akae na mimi. So alikuwa anachukuliwa, anakuwa pierced. Makumbuka? Anatobolewa masikio. So anatobolewa masikio kusema kwamba sasa yeye ameifanya nini? It's a life commitment ya kwamba atakuwa slave of that master. Na hiyo piercing ilikuwa na significance yake, kumaanisha kwamba nitaishi kumsikia milele. Nasibi tobolewa hapo shimo kusema sasa milele nitaishi kumsikia. Bwana Yesu asifiwe. So they were supposed to be released on the 6th year, akuwa released. Bwana asifiwe. So that he can have rest, because he has worked for the entire 6 years. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Now the laws, that was the laws concerning the slave. Number 2, let us go on. The laws now concerning, that's why about the land. Mungu akaambia wana Israeli ya kwamba on the 7th year you are to allow the land ifanye nini? To get its rest. And why did God tell them like that? Na utaona hiyo violation that they did not keep that Sabbath ya land, that led them to do what? Slavery in Babylon for how many years? 70 years. And how many years did they stay kwa the promised land after walikuwa wamepewa command? So wakati ambapo waliingia the promised land Canaan, the Israelites, they stayed there for approximately 490 years. So how many Sabbaths were they supposed to observe? Because every 7th year, the land was supposed to have rest. 70. Very good. So unaona why walienda 70 years? 70 years where? Captivity. Because walilipishiwa yote. Because probably walikuwa nakaa, waliendelea na maisha yao in the promised land, wakaona after all kumbe hata kudisobey Mungu haina consequence. Si ndio? Amekaa 20 years. Hai, mtu akuja waambie Mungu alisema every 7th year the land was supposed to rest. Hakuna kitu. Haya, the 100th year hata mababu zetu hakuweka hii kitu. Hata see, they stayed in the promised land for 490 years. After that command walipatiwa. So probably they saw nothing has happened. Ni kama sisi. Sometimes unakaa unaona, by the way, nimefanya hivi na hivi, hakuna kitu imenifanyiki. The law has said this, but I have not done it. So nothing will happen to me. But unasahau kwamba it is called the long suffering of God. Unaona? The long suffering of God. So no, ako very patient. And that's why unaona in the New Testament, when somebody came kiasi ndakupe nini, in the New Testament, wakati disciples wakuja, was it Peter akasema, how many times should I forgive my brother? Akaambiwa namba ngapi? That is 490 years. Ina correspond na ile years Israel walifanya nini? Waliviolate the Sabbath. So all that while, so inamaanisha for 490 years Mungu aliwa the long patience of God. So naona hapa in the New Testament anasema 70 times 7. Si ndio? 490 times. Sasa akikukosea mara yote huyo amepita. Is it possible mtu akukosea mara yote? Mtu akukosea 490 times in a day? The same person? Is it possible kweli? 490 times. Hiyo ni makosa ngapi? So unaona it was uone ile patience, the long suffering of God for 490 years. Aliwagojea, they make it right with him, they never made it right with him. Bwana asifiwe.
And that's why unaona ya kwamba for failing to keep the Sabbath of the land. And what was the importance? Mungu was it necessary because of the land aliwaambia wa rest? Tuanzie hapo. Si Jehova ni Jehova Elohim, Jehova the creator. Unajua tukiingiza mawazo ya agriculture tutasema ya kwamba Karengia hapa ni mkulima hodari sana. Takwambia about crop rotation and the rest, ndio, so that the soil may rejuvenate, ndio. Si Mungu ndo muumbaji. Kwani alishindwa kufanya rotuba ikue? Anaweza fanya rotuba ikue from day 1 to hata anaweza sababisha hata mvua isinyeshe na ardhi ifanye nini? Remember Isaac, si ndio? Isaac alipanda in the dry land na alivuna, alipanda akavuna. Mvua ilitoka wapi? Si Mungu aliwater to the crops from the ground, si ndio? So God is able to do everything. So you see hapo hivi, it was not necessary about the land. What God was trying to tell them, ya kwamba now for the 60 years you have worked, Bwana asifiwe. But this 7th year alikuwa was testing them. Bwana asifiwe. Naona Mungu alikuwa hata amepromise ya kwamba watapata double harvest, hata yenye itawasaidia wa transition, even because the 7th year hawatafanya kitu. So on the 8th year they were supposed to have an opening stock, ndio. So Mungu aliwabariki, alikuwa awabariki in such a way that 7 hiyo mwaka ya 7 they were supposed to kaa na kuwa na communion na Mungu, not to do anything, just resting in God, having fellowship with God. Sasa wewe ni kama sasa uambiwe sasa ati sasa tuseme in our in our life kama sahi umework 7 years and then sasa wewe you have bills, you have everything to do, and then unaambiwa next year, sasa tuseme it was last year, Mungu amekupenda sasa, anakuambia sasa next year wewe usifanye kitu, wewe kaa tu, mimi nitakutwalia. How many will do that? Very few. Hata ni zero. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So that's where they failed. That's why they went to Babylon as slaves. No. So God alikuwa anataka that time with them, to have communion with them. Bwana asifiwe. So that was violation of the Sabbath. Ilikuwa na consequence yake, the Israelites waliipata. That's why at the time of Christ, because walipitia hiyo, hawakutaka tena mambo ya violation of the Sabbath. Bwana asifiwe. So it was a time of rest. Mungu alikuwa anataka kuwe na that communion with them. Bwana Yesu asifiwe. Now fast forward now to the New Testament. Uliza your question kabla ni proceed. Yes. Generation 70. Yes. Sindo? Yeah, generation inakuwa 70 years. 7 generations. Bwana Yesu asifiwe. Now we come to the New Testament. Fast forward to the New Testament. Ile pastor amesoma the book of Hebrews. So number 1, wacha tuanze the book of Colossians chapter 2. Tutakuja kwa Hebrews baadaye. Colossians chapter 2, karibu sana overseer. Karibu sana. Colossians chapter 2 from verse 16 to verse number 17. Mtu tusome kindly haraka in the next by 6:20 I'll be through. Tani harakisha haraka. Ndio tuone about the Sabbath. Ndio tuone Paul's view about the Sabbath in the New Testament. Remember that command, ni nani walipatiwa? The Jews, ndio? The Gentiles at that time hawakuwa wanajua Mungu. Utakuja kugundua in the New Testament after watu wameokoka, Bwana asifiwe, they have received now the Lord. Unapata kwamba hata some of the people ambao waliokoka they were Jews, ambao walikuwa na observe, it's called Judaism, ndio? Now after wameokoka sasa wamekuja, sasa hiyo kanisa ilikuwa na mixture. Kuna wale ambao walikuwa wametolewa from ile Judaism na kuna wale Gentiles, so it was a mixture. So the Jews bado walikuwa na zile traces. Wanajua kwamba you cannot obtain righteousness minus keeping the law.
So ilikuwa sasa inafika point wanaweka pressure wafanye kwa nini? To the Gentiles to comply with this day. Bwana asifiwe. You remember even hata mambo ya circumcision. There are people ambao walikuwa wanasema hata the Gentiles wafanye nini? Because they believed ya kwamba by keeping that day wana obtain that what? Righteousness. Hallelujah. So tulia tu, tunaenda tu polepole, then we shall come to Christ now. Because the Bible speaks, inasema kwamba, hebu tusomee Colossians 2:16. Colossians 2:16, it says, "Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ." Hallelujah. So Apostle Paul, unaona now this is a church, the Gentiles ambao wamepokea Yesu Kristo. Nataka mshike hivi. This was a church ambayo ilikuwa na mixture. Wale ambao walikuwa wametolewa from Judaism na kuna nao pure Gentiles ambao hata hawakuwa wanajua njia za Mungu. Bwana asifiwe. So for them now they had the law, unlike the Gentiles. The Jews had the law. Walikuwa najua mambo ya Sabbath and the rest. Bwana asifiwe. Now the Gentiles wameokoka, wamepokea Bwana pamoja na hii kanisa ya Wayahudi. It's a church ambayo it's a mixture. Sendo? Now kuna kikundi ambao it was putting emphasis, inasema hapana, lazima to keep Sabbath so that we may be righteous. But yet we know very well to obtain righteousness through our faith in Jesus Christ. Bwana asifiwe. Them they believed ya kwamba the way you obtain righteousness is through keeping the law. Na hao ambao wameokoka the Gentiles wamefunzwa kaambiwa kwamba the way ambao, because kupokea righteousness is through Christ Jesus, because Yesu Kristo alikuwa alitimiliza hiyo sheria yo. So ukipokea Yesu ni kama umetimiza hizo sheria zote. Na unaona Paul hapo anamalizia verse 17 anasema ya kwamba hii mambo yote ya Sabbath from the beginning, it was a substance of the things to come, and that substance is Jesus Christ. Hadi hapo tuko pamoja? Hadi hapo tuko pamoja? So I don't want you to mistake, uangalie, wajua kwa mind kuna ile watu wanakuwa wamefix it's on a certain day. Kusema ukweli, legally, if you were to go legally, Saturday itakuwa Sabbath. But unaona the first church, why do we nini? That is a question about tunakuja. Why? Kwa nini sisi we worship for example on a Sunday? Bwana asifiwe. Because you realize something here, able to fungue. So it was a substance. The Sabbath was a substance of the things to come, and that thing was Christ Jesus. Bwana asifiwe. Now usi lose track ya kwamba Sabbath was a day of rest or cease to work. Nataka mshike hiyo kabisa. Sawa sawa? Tuendelee. Acts chapter 20 verse 7 na 1 Corinthians 16 verse number 2. Ndio tusomee hiyo kwa haraka. Ama wacha tu connect Romans chapter 14 verse number 5. Tuangalie hii siku so that Romans 14:5, wacha niwape tu zote. Acts chapter 20 verse number 7 and 1 Corinthians chapter 16 verse number 2. I want to answer the question as to why sisi we worship on the first day of the week. Sendo? Yes. Acts 20 verse 7. On the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. Amen. Bwana asifiwe. So you see the first church, they used to meet at the first day of the, that's why hata si tunapatana the first day of the, so to may inherit that from the first church. Yes. So nasema kwamba the first church wali worship in the first day of the week. When did Christ resurrect? Yes? First day of the week. Sendo? Yes. Let us continue. Hiyo next yenye nimesoma 1 Corinthians 16 verse 2.
about the day. Ndio kusikwe na mambo ati kwa nini siku nini. Tutaona the true Sabbath ni nani. Kutetemeka, si ndio? Kutetemeka, unaambiwa kwa nini? Unajua sasa you are being challenged by wale quote in quote ulisema hatuwataji because tuko mtandao. Kwa sababu tuko mtandaoni. Bwana asifiwe. Unajua for them they believe ya kwamba anybody, let me tell you how huwa naamini ya kwamba anybody mwenye anaabudu on Sunday au watu already wame break law na wanaenda jehanamu. Hamjaijua hivyo? Wewe wanakuwa na hiyo belief. They know ya kwamba anybody mwenye anaabudu on Sunday amevunja sheria na anaenda jehanamu. That is their belief. Yes, wacha tunaona kwa Bible kama it holds water. Sendo? Tuendelee. The next verse. Nasikika kweli? 1 Corinthians Yes. 16 verse 2 it says, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Then when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. Amen. Bwana asifiwe. So you see a repetition ya kwamba on the first day of the week, sindo? When you gather. Bwana Yesu asifiwe. Aim yetu ni that first day of the week. Sindo? Then he proceed now anaambia the Romans, tusome ya Romans 14 verse number 5. Romans 14:5. One person considers one day more sacred than another. So one person considers one day more sacred than Another. Is it true even today? Yes. Anakuambia hapana. Hata hiyo siku afanye kitu. Sijui hata hiyo siku sijui kama ni chai. Nasikia wengine ni wale wanaitwa aje radicals. Kuna radicals na there are two groups. Si ndio? Kuna wale radical. Hata sasa unaona Friday ikifika 6 hakuna kitu kingine wanafanya. So the entire day kama ni chakula ya ng'ombe, wako na ng'ombe mifugo, wanaikatia kama ni nyasi nini kila kitu na wanaiwekea hapo, wanaifungia hapo itakula tu. They will not do anything. Hata kuwasha hivi moto hata washa. Hata kushika simu. Very radical. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Very radical. Yaani hakuna kitu watafanya. Then ndo hapa Paul anasema kuna wale ambao wana consider hiyo siku a certain day more important than Another. Yes. Another considers every day alike. Alike. Mwingine ana consider every day ni Sabato. Bwana asifiwe. For me nachagua the second option. Bwana asifiwe. Because the Sabbath day is supposed to be holy before the Lord. So I choose to walk in holiness on all the days from Monday to Sunday. Bwana asifiwe. Sio na specific day ati Saturday sasa ndo natembea hivi kama sijui nini. Bwana asifiwe. Anasema this is the most holy day. Hapana. Bwana asifiwe. For me my position that I choose ni ya kwamba that every day is a day for the Lord. Sunday mimi na consider ya kwamba Sunday sana nimepata enough time for the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ya kwamba kila siku ni siku ya Bwana. Sasa leo utadanganya, alafu sasa ndo Sunday ikifika usiku ati sasa ndo unasema amini mtakatifu ama una Saturday. Bwana asifiwe. Every day, not a specific day, every day. It is a holy day for that when you wake up in the morning you purpose ya kwamba this is the day that the Lord has made. Na mimi nitatembea kwa haki through the help of the Holy Spirit nikuwe mtakatifu. This is the day of the Lord. Bwana asifiwe. Yes. So every day naiweka holy. Ndo Bwana akikuja anipa. So if I keep Saturday holy peke yake, what if the Lord comes on Friday? So I'll miss as I wait on Saturday. Mimi nimejiambia ni Saturday ndo nitakuwa mtakatifu. And then Bwana akuje fanya nini? Bwana akuje on Friday. Ama akuje on Sunday sasa ile nimerudia vitu zangu. Sintabaki. So ndo unaona Apostle Paul anasema that kuna wale wana consider all days
yote ni sawa. Wacha for me now, mimi nachagua kila siku from Monday to Sunday, wacha ikue holy before the Lord. Ni purpose to walk in holiness before the Lord. Bwana asifiwe. So the issue of day and the rest, nile now when we have like we are meeting on the first day of the week as the first church met on the first day of the week. So if mtu akuuliza why do you go on Sunday on church, naambia okay, it's because number one, Christ resurrected on the first day of the week. Number two, the first church, Paul ambao walikuwa the patriarchs wa ile kanisa la kwanza, they met at the first day of the week. It is in the Bible, niyo tumesoma. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na tumeona hapo kwa Colossians ya kwamba mtu asikusumbue on the day of worship. Usisumbuliwe ati nyinyi mnaenda hii siku. Nasema wewe unaweza amua kuabudu Bwana anytime you want. Colossians ya kwamba mtu asikusumbue. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Usisumbuliwe. Now the Sabbath means rest. They were to work 6 days. On the 7th day, they were to rest. Now, for us now, let us come to us. Bwana asifiwe. In the Old Testament, it is more of the physical. In the New Testament, it's more of the spiritual. The Old Testament tunaongea about a day ambao unapumzika is a day of rest. Bwana asifiwe. In the New Testament, it's more of spiritual. So, and if you are resting, lazima uko umefanya kazi. Tunaongea about a day ambao unapumzika is a day of rest. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Spiritual. So, hallelujah. Tunapatana. So in the New Testament we are speaking about spiritual. In the Old Testament, tumekuja New Testament, sasa hii ufikiria about the physical, about a particular day. So we are transitioning in the New Testament, it's more of spiritual. Sindo? Now, hiyo ambao tumesoma Hebrews, kindly yenye ulisoma, then I explain something. Hebrews chapter 10. Mnisamehe tu ndo niweze kumaliza leo hii, tuweze kunini tu mara moja. Kuna this one yenye nilikuwa natafuta kabla nisome hiyo. Hebrews chapter 4 verse 9 to 10 inasema, there remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from his. Hiyo ni Hebrews chapter 4 verse 9 to 10. So I believe yenye unatafuta ni Hebrews chapter 10. The law is only a shadow. The law is only a shadow of the good things that are coming. So the Sabbath, kama hapo sasa, Sabbath was one of the law. So unaandika hapo the Sabbath was a shadow of the good things that are coming. It was one of the laws ambayo ilikuwa kwa Exodus 20. So it was a foreshadow of the things that were supposed to come. Now this substance ambayo hata tumeona hapo in Colossians chapter 2, this substance tumeona ya kwamba ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. And the Sabbath was a day of rest. But in the New Testament we speak about the spiritual rest. Hallelujah. So it was a foreshadow ya kwamba there is a rest that is coming. That is not physical. Hallelujah. Tuendele. Not the realities themselves. Yes. So it was not a reality itself. So Mungu tu alikuwa anatengeneza kupoint out, anawaambia kwamba there is something that is coming. Bwana asifiwe. Yes. Endelea. For this reason, it can never by the same sacrifices repeated endlessly year after year make perfect those who draw near to worship. Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once for all. Can you kindly jump hadi pale kwa Sabbath? Kwa 12. I think it was from verse 7. Verse 7. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. Nilikuwa nataka ile yenye tulisoma ya kwamba Joshua did not give them. Hebrews chapter number 4. Yes, niyo chapter 4. Yes, hiyo 10. Ndio nashindwa. Then I said, here I am. Therefore, Hebrews chapter number 4 inaanza hivi verse 1. Therefore, since the promise of entering his rest still stands,
let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we have also had the good news proclaimed to us, just as they did. Alafu nitaruka mpaka verse 8. You can read the rest at your own time. Because of time, let me read verse 8 inasema, for if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rest from their works, just as God did from his. God will not have spoken later about another day. He rests from their works. There remains just then a as Sabbath rest for God the did people from of God. For anyone Bwana who asifiwe. enters God's rest Praise the Lord. also rest Now, from their works, nataka mpate hii. just Bwana as God asifiwe. did from his. Hapo anasema ya kwamba Joshua hakuwapatia pumziko na Mungu akaahidi another rest. Bwana asifiwe. And that rest was to come from Christ Jesus. Bwana asifiwe. Rest in which way? Kwa njia gani? Tufungue Isaiah 57 verse 21 tuone the nature ya mwanadamu and why he needs that rest and he cannot obtain that rest any other place. Bwana asifiwe. And then we'll connect it also to Matthew 11 verse number 28. Yes. And he cannot obtain that rest. Isaiah 57:21. And then we'll connect it also to Matthew 11. Tupatie microphone. 28. Isaiah 57:21. There is no peace, says my God, for the wicked. Endelea until verse number 22. In verse 20, hebu enda juu hapo kidogo. Naongea about the wicked, how they are like a sea, they are being tossed 20. Yes. But the wicked are like the tossing sea, which cannot rest. Tossing sea. Unaona? So that is a description of when we are living our lives of sin. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba we are like a sea. Ushaenda ukasimama kwa sea uone. It never has rest. Na kai kona rest ni very few seconds. Then unaona tu tight. Bwana asifiwe. So it describes the situation of mankind. Wakati ambapo Adamu alianguka, so it was transferred to his whole generation. That the whole generation of Adam, they don't have rest. Bwana asifiwe. Amen. So Mungu alikuwa anasema ya kwamba I'm going to give them rest. Hallelujah. So verse 21, what does he say? There is no peace, says my God, for the wicked. So that is a life ambayo, a life of sin. Number one, it was characterized with hakuna rest. Number two, there is no peace. Bwana asifiwe. So God had promised ya kwamba now he'll give man rest. And how then do you obtain this rest? By accepting Jesus. Hallelujah. By accepting who? Jesus Christ. So we continue to angalie a life ya mtu ambao ni Adam, the race ama descendant of Adam. Number 2, tuende kwa Matthew 11:28. Sindo? So Christ now, he's promising rest to these restless souls, the generation of Adam. Bwana asifiwe. Matthew 11:28. And keep in mind ya kwamba Deuteronomy chapter 5 verse number 12. On the Sabbath, you are not supposed to do what? To work. To carry anything, burden na nini. Bwana asifiwe. So, you realize ya kwamba a fallen man, amebeba mizigo mingi. Bwana asifiwe. And on the day of Sabbath, ukiwa umefanya hiyo kazi yote, you are supposed on the day of Sabbath, Sasa mnaanza kuelewa ile mizigo yako ilete kwa Yesu. Atakufanya nini? Yeye ndo true Haya tusome. Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Come unto me. Tumeona hapo Isaiah chapter 57:20 na 21.
the nature of somebody ambaye hajaokoka. Number 1, hana rest. Number 2, hapa it talks about burden. Na unagundua kwamba on the day of Sabbath they were not supposed to do any work. So when you are not born again, our former life kama hatujaokoka, we were workers of iniquity. Yes. Ndio unaona nasema remember Egypt, tulikuwa workers of iniquity, hatukuwa na rest. Egypt they never rested. Mizigo mizito, mizigo ya usherati, mizigo ya ulevi. Bwana asifiwe. Lakini Bwana sasa akateua akasema sasa a time is coming, wakati ambapo anaenda kupea the sons of Adam the true rest. Hallelujah. And then ndio unaona hapa anasema kujeni kwangu ambao umelemewa na mizigo mizito, mizigo ya dhambi. Bwana asifiwe. Then tukikuja kwa Yesu Kristo sana tutolea, tunapata pumziko. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mumepata the meaning of Sabbath sasa. Bwana Yesu asifiwe. In the New Testament, now Jesus Christ is the rest that was promised. Bwana asifiwe. He was the substance of the Sabbath, but not the actual day. Ya kwamba everybody ambaye atakuja atambebea mizigo yake yote. Bwana asifiwe. Praise the Lord. And now tumeona ya kwamba kuna violation of the Sabbath. Unaweza pokea rest lakini bado you're not supposed to work on Sabbath. Wamwe kujibebea mzigo. Now when you come to Christ, Bwana asifiwe, you are supposed to surrender everything unto Christ, your burdens, your everything. Ndio ile wimbo inasema all my burdens I roll unto. So ndio unaweza kuwa umepokea rest na pia ifike mahali ya kwamba sasa bado wewe uje come to true rest kabisa. Sababu ndio ulipewa rest kutoka kwa dhambi, lakini sasa umeingia hapa sasa, lakini bado you have all your cares. Unastahili ukue at peace now, ukue at rest. Unajua kwamba God is working on everything now. Unapata wengine wameokoka lakini bado wako na wasiwasi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ndio unaona sasa wakati umekuja kwa Yesu anasema ya kwamba don't be anxious of anything, but with the prayer and supplication make your request known unto. You don't need to carry any burden anymore. Bwana asifiwe. But when you carry the burdens, what are you doing? You are violating the rest of God. Violating the Sabbath, the true Sabbath. Bwana asifiwe. So mumepata kitu, mimi nimemaliza, sitaki kuendelea zaidi ya hapo. Bwana asifiwe. Niite overseer wetu, overseer Ruth hapo, alafu atusummarize. Na umepata about the Sabbath. The true Sabbath it spoke about, it was a foreshadow, the substance was Christ. Yes, please. Some tu pasa. Oh, unataka kuemphasize? So, wacha ni kupatia microphone. Emphasize even as you pass the microphone to our overseer. Hallelujah. So, roughly umepata kile what we have tumeongea kuhusu, si ndio? Sabbath, everything about the Sabbath, about concerning the day, hiyo siku, how you can answer those questions about, and how about sasa vile Bible inaongea about the true Sabbath supposed to be, it is Christ indeed. Bwana asifiwe. So the 6 days hizo ndo unasema ya kwamba hizo ni siku ambazo unaona, for example ras, that's why unaona Yesu Kristo alitufanyia kazi yote pale msalabani, ndio akamaliza akasema it is finished. Alisema yote imekui. Hawahitaji kufanya mambo mingi, hapana. Once umekuja kwa Yesu, salvation iko assured, utaingia. Hawahitaji ati lazima niweke siku fulani ndio niingie mbinguni. Yesu alifanya hiyo kazi yote, akasema sasa ukikuja kwangu nimemaliza. Ndio tunaimba wakina overseer hapa ya Good Worship wanasema wanaimba yote alimaliza pale Kalvari. Bwana asifiwe. Alifanya kazi yote. Sasa mimi ndio nifanya nini? Nikikuja kwake imemalizwa, mimi nime earn salvation. While the Jews walikuwa na celebrate the seventh day, wanasherehekea about the creation, sisi tuna celebrate ya kwamba sisi Yesu Kristo alimaliza kazi pale msalabani, sasa tuko huru. Karibu sana pastor. I just want to Yes, scripture. overseer kuja. Hiyo Hebrews chapter 4, because hapo juu alikuwa amesema I declared in my anger they shall never enter my rest. So based on what nimeelewa, he was saying
alikuwa na emphasize on Hebrews chapter 4 verse 9. Inasema, there remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest rests from their works, just as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Hallelujah. For Joshua did not give them what? Rest. Hallelujah. Najua kuna watu ambao wametujoin baadaye, but we are talking about this. What? The Sabbath. Why? Kwa sababu ukiangalia that book of Exodus, when Moses was receiving instructions, he received also instructions on this. Sindio? Na tukasema kama baba alikuwa anazungumza moyo wake, we also want to sit down and take word by word alikuwa anamaanisha nini about the Sabbath. Bwana Yesu asifiwe. So kama umekuwa hapa umekuwa ukipotea, naomba Mungu akusaidie, if you'll get the recording, urudi tena nyuma, ukae chini na uanze kuelewa about what? About the Sabbath. Hebrews amesema the law was a foreshadow of the realities to do what? To come. So even the Sabbath was what? A foreshadow of something good to come. And we have seen the real rest God was speaking about is rest of his people in Christ Jesus. So the Sabbath is pointing to who? Pointing to Jesus Christ. Why? Kwa sababu anasema kwamba sasa ametuwekea wapi? Bingu mpya na nchi. Actually, this is now where those in Christ Jesus will now sasa hapa ndio wataishi. Bwana Yesu asifiwe. That's why we have a reason ya kumshukuru Bwana. Nilitamani sana kujua Pastor Eric, Overseer Eric, karibu sana. Mimi nikikuonanga nataka tu kidogo nipate pia kutoka kwako, because Bwana amekusaidia kusema ukweli. It is believed from creation to now it has taken 6,000 what? Years. Eric, this there is a way the countdown is from Adam to Noah, from Noah to Abraham to David, I don't know, David to exile to the Messiah. There is that countdown. And you'll find up to today, actually, we have been in existence for how many years? Around these years. Christ came 2,000 years ago. And remember this point, there is about 1,000 years of what? Millennium? So somewhere along hapa, I think that is nimewapoteza. Overseer Eric, time haiko, but are you able to I didn't put. Yes. Are you able to give us a clear, a clear elaborations on this? I'm going to talk to him alafu atatusaidia next time. Nadhani nimempoteza. Bwana Yesu asifiwe. But actually mahali ambapo tumefika, all I can tell you, actually anytime God's people will be taken into rest. Amen. Eternal rest. That's why you are hearing the voice. After 6,000 years, a voice has now come from the Lord. Prepare. The Messiah is coming to take his people to rest. Amen. Hatuna time, tafadhali. Lakini the beautiful thing is, Christ is that rest that God promised mankind.
Kwa hivyo wewe mshikilie Yesu na kwa nguvu na kwa moyo wako wote, pasipo kuangalia nyuma, pasipo kuangalia maoni ya watu, pasipo kuangalia unapitia nini, pasipo kuangalia chochote. Amen. And ensure you do what Christ wants you to do. Hallelujah. Tusimame kwa jina la Yesu. Anybody mwenye akona jambo, lakini kwa huo wakati naomba tu tuweke hiyo jambo because of time imepita kabisa. Amen. So it's good before we leave, just take a minute and talk to the Father. Mwambie tu Baba asante hata kwa kututumia mwana wake Yesu Kristo ili kutupa pumziko. Sisi ambao tulikuwa watumwa wa dhambi, tuliteseka, tukabeba mizigo mizito sana ya dhambi. Hatukuwa na tumaini ya kupumzika, because the Bible says that the wicked are like a tossing sea which will never have rest. Lakini Yesu akasema amekuja ili tupate pumziko, na pumziko hii it is eternal rest in Christ Jesus. Mwambie tu Baba asante, mwambie tu Mungu asante, na umkaribishe ndani ya moyo wako, umpokee jioni ya leo, umkubali, umpatie maisha yako akutawale. Mwambie tu Bwana akuongoze, akusaidie katika maisha haya, ili ya kwamba atakapokuja kuchukua watu wake katika pumziko la Bwana, mimi nami nisikose na wewe pia usikose, katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru sana. Nasema asante sana Bwana wangu Yesu Kristo, hata kwa kunipenda sana, ya kwamba Bwana haukuona kuwa ni kitu kuacha utukufu wako mbinguni ili kuja kunitafuta mimi ambaye nilikuwa nimepotea. Ukaja Baba ili nipate pumziko la milele kutoka kwa mizigo mizito ambao nilibebeshwa na muovu Shetani. Bwana, ninakushukuru jioni ya leo. Asante hata Baba kwa kunikumbusha ya kwamba wewe tu ndiye ninahitaji ili nipate pumziko, ya kwamba wewe tu ndio ninahitaji. Sihitaji kufanya kitu kingine chochote, sihitaji kuweka mambo mengine mazito. Wewe tu ndio nahitaji kupokea na nitapata hiyo pumziko. Bwana, ninakupa moyo wangu jioni ya leo. Bwana Yesu, ninajisalimisha kwako kikamilifu. Ninasalimisha maisha yangu kwako kikamilifu Bwana Yesu, na kuomba ya kwamba jioni ya leo Baba ukaingie ndani ya moyo wangu, ukafanyike Bwana na Mwokozi wangu. Uniongoze hadi mwisho wa dahari, hadi Baba utakaponifikisha kwenye uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo. O Baba asante. Asante kwa wokovu. Asante sana kwa wokovu. Asante sana kwa kuniokoa. Asante sana kwa kunikumbuka. Asante sana Baba. Asante na kushukuru. Na kushukuru sana Baba. Nisaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Wacha tuamini sisi sote, tuombe katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, katika jina kuu takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, jioni ya leo hatujui hata namna ya kukushukuru Bwana. Hatujui hata maneno ya kutumia kukuambia asante. Ni kwa sababu Baba ya ufunuo ambao umetupatia jioni hii ya leo. Baba, tunakushukuru sana. Kupitia kwa neno lako umezidi kutusaidia. Kupitia kwa neno lako umezidi kutuelekeza. Kupitia kwa neno lako umezidi kuinua imani yetu ndani ya Kristo Yesu. Na kupitia kwa neno lako Bwana, tunaendelea kusaidika hata kumjua Kristo zaidi na zaidi. Baba, asante kwa ajili ya jioni njema hii ya leo, ambayo Bwana umetuwezesha kukusanyika mahali hapa, ambayo Baba umetuwezesha kukaa chini yako, hata kuweza kusikiza kutoka kwako, Mfalme Yesu. Baba, tunashukuru sana. Ni kwa sababu tumegundua ya kwamba Bwana Yesu, wewe ndiye pumziko la kweli ambaye mwanadamu anahitaji, ambaye yeyote ambaye ameteseka na kubeba mizigo mizito ya dhambi anahitaji. Wewe ndiwe tunahitaji Bwana Yesu. Na jioni ya leo mioyo yetu iko wazi Baba, mioyo yetu tumeifungua kwako Mfalme, na sisi Baba tunakupokea jioni ya leo, ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukatusaidie kwa sehemu ya maisha ambayo imebaki, ya kwamba Baba tutatembea tukiwa waaminifu kwako. Tutatembea Baba tukiwa dhabiti ndani mwako Kristo Yesu, kwa sababu umetuahidi mambo mazuri ndani mwako Baba. Umetuahidi pumziko la milele. Eti kwamba ulipokuwa unasema Joshua atawapatia wana wa Israeli pumziko, kumbe Baba haikutimia, kwa sababu ulikuwa unalenga
kuja kwa Masihi ambaye angempa mwanadamu pumziko. Baba, tunakushukuru sana hata kwa kumtuma Yesu Kristo kwetu, hata kwa kumleta mwanao Yesu Kristo kwetu, kwa kutupenda Baba kiwango hiki cha kuja kufa msalabani kwa ajili yetu. Bwana Yesu, asante sana Baba, tunakushukuru katika jina kuu la Yesu Kristo. Baba, hata tunapoondoka mahali hapa, tunazidi kujikabidhi mikononi mwako. Tunakuomba tu Baba, tusaidie. Sisi ni wadhaifu sana, sisi ni wanyonge sana, hatuna nguvu Baba, lakini tunaamini ya kwamba una nguvu nyingi zaidi. Wewe ni mwenye nguvu na uwezi ukashindwa kamwe. Tunakuinulia mikono yetu Baba, tunaomba ukaweze kuchukua mikono yetu, kushika tu mikono yetu, ukaongoze kila mmoja wetu katika njia za kweli na katika njia zako za haki, katika jina kuu la Yesu. Baba, tunapoondoka tunaomba baraka zako juu yetu, ukalinde kila mmoja wetu hadi Baba, iwapo Masihi utachelewa na kutupatia siku nyingine, hadi tukutane wakati mwingine kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya walimu wetu Bwana wanaotusaidia. Tunaomba Baba ukawaongezee zaidi, tunaomba Baba ukawafunulie zaidi, tunaomba Baba ukawasaidie zaidi, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, tunakushukuru na tunakuinua na kukubariki, na ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Hallelujah. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kujeni tupige picha yetu.